Mzizi wa neno, mzizi wa neno. Mimi nitaimba tu, nimeona siri ni kuimba jamani Haya basi jaribu hapa. Tuimbe. Mzizi wa neno ni sehemu ya neno inayobeba maana kuu ya neno na isiyobadilika neno linaponyambuliwa. Aina za mzizi ni kama zifuatazo: mzizi huru, mzizi tegemezi. Mzizi huru ni mzizi ambao unakamilika kimaana, ni neno kamili kimaana. Kwa mfano mama, baba, pia nyanya. Mzizi tegemezi ni mzizi ambao haukamiliki kimaana usipoambatanishwa na viambishi vingine. Mfano huu: makinika, andika katika neno andika, som katika neno somesha, anguk katika neno anguka. Hey, wanafunzi wangu wamefanya kazi ngumu sana kutunga wimbo kama huu. Nami ninawaenzi. Umeona wimbo huu? Unakutajia majibu mengi tu kuhusiana na mzizi. Kwanza, maana ya mzizi. Pili, aina za mzizi wa neno. Tatu, mifano ya mizizi kwa kila aina. Mzizi huru, mzizi tegemezi. Kumbuka, tunazoziita mofimu huru huwa ni mzizi huru. Kwa maana ni maneno yaliyokamilika kimaana. Hata katika kamusi utapata maana ya neno mama. Waona Kwa hivyo, Kiswahili ni kazi ambayo ina majibu ndani ya tuyasemayo. Na siri nyingine ambayo imepatikana hapa katika wimbo huu wa wanafunzi wangu ni kwamba kuna njia za kuupata ama kuutambua ule mzizi. Unanyambua, hata neno linaponyambuliwa, mzizi haubadiliki. Ukiletewa neno hata kama liko katika kauli gani, walipiganishwa, neno walipiganishwa, wewe lile neno lirudishe katika kauli ya kutenda. Sema piga, kisha tafuta katika hiyo piga na piganishwa sehemu gani inalingana. Ile isiyobadilika ndio mzizi. Sawa? Asante.